Huyu dem amekuja na ameanza job immediately. But alikuwa single mother Kenya. Alikuwa na watoto wangapi? 2. Ameachia nani? Madhake. Na madhake ako na other sisters na nini wanaishi na hawana buda. Babake hayuko. Do you know, kuwa in touch. So ni ile unapiga simu, hata pesa kutuma ilikuwa monthly na Western Union. So anajua madhe lazima nimtumie maybe kani 400, 200, hiyo ni 20k ya rent. Yeye venye alifika hapa rent ni yeye. Mama yake aliona hiyo ni jackpot na masista zake. Akipiga simu anaambia watoto wako sawa, wanaendelea mzuri. Sika siku hizi unaweza piga simu na upige na video uone watoto. Once in a while watoto wanakam kwa simu, but ni wadogo, hawaji express vizuri sana. Wanauliza mko sawa? Tuko okay, tuko sawa. Kitambo manze unaweza kata miezi 2 bila kuongea na watoto wako ama na relatives. Juu simu pia wewe lazima tena uende ununue kadi. Siku moja mother mwingine akaenda Kenya. Huyu dem akatuma huyu mother apeleke tu gift kwa familia yake. Venye unatuma mtu Kenya. Kumtuma alienda vizuri. Akakutana na watoto, lakini aliambiwa wasikutane kwa nyumba ya madhi. Aliambiwa wakutane mahali kwa ka restaurant. Kitu ya kwanza huyu mother akashindwa. Hataki nikutane kwa nyumba ya mtoto na ninalete mazawadi za mtoto. Nina message yenyu mnasema nisikuje nyumbani ni nini. Akasema haizulu, tupatane kwa restaurant hapo karibu. Akakutana. Lakini huyu mother akaambia huyu mama watoto venye alirudi. Kaambia nilifika hapo, watoto wako walikuwa wamenyamaza, nikawa waongei. Wakienda kuongea nikawa nakuwa interrupted. Pia nguo zenye walikuwa wamevaa, juu walikuja na cousins zao, walikuwa wamevaa nguo zingine chafu. Ni tudem na nywele zimeachanishwa tu hivyo. Nikawa jaangaliwa poa. Huyu madhe akasema kweli? Madhe si madhe. No, not my mom. Huyu madhe akamwambia mi hivyo ndio ilikuwa, si ati naleta fitina. Lakini maisha ikaendelea. Huyu dem akaona na watoto wangu wanaweza kuwa na nyanyaswa Kenya. Ndio akauliza madhe yake, na watoto wako poa? Naambiwa walikuwa wamekaa shabi sana na hivi. Madhe yake akamwambia wewe waacha, kwani umetuma mwanamke wa fitina anakuja kuambia watoto walikuwa shabi? Ndio maana hata sikutaka spendi watu kwangu nini mambo mingi. Huyu dem akalenga story. Akaendelea kidogo. Rafiki mwingine ikakuwa naenda Kenya tena. Huyu rafiki mwingine akamwambia make sure umeenda na umefika kwa nyumba na umeona kuna nini, ni aje, ufigure out kunaenda aje. Huyu rafiki alienda akachapa madhe ya huyu dem surprise. Alikuta watoto nje, ilikuwa school day. Anakuta watoto hawajaenda shule. Huyu mama anamuuliza, na wewe umekuja kufanya nini huku bila notice? Sema mimi nimetumwa na dota yako na nimetumwa nilete hizi vitu. Na mbona watoto ni kama wako shule? Watoto mko salama. Watoto wako hapo wanajibu, but wanajibu wakiogopa. Hawako poa. Huyu dem ndio aka notice. Kwanza huyu mama anamuharakisha. Mwambie thank you for hizi vitu. Kuna kitu ingine ulikuwa unataka. Huyu dem akaanza kumuuliza hawa watoto mbona wako shule nini? Huyu mama akaanza kuargue na watoto wake. Hawa watoto wengine wako shule manzi. Hawa watoto wa sister zake wako shule. Akamwambia hapa sijafurahia venye kutuko na nitaambia dota yako. Sioni vizuri. Huyu mama alimfukuza. Akamwambia we toka hapa. Mi sipendi watu wa fitina, na uambie dota yangu ikani kutumatuma watu huku ovyo watu hivi kujaribu kunichunguza. Mistaki ujinga. Huyu dota alikuwa anatuma do kwa huyu madhe around 40k a month, tuite hivyo. Mi sijui do alikuwa anapeleka wapi. Ndio basi huyu dem akarudi US. Akaambia huyu mama watoto, akaambia watoto wako pale wanaumia. Niliona actually nikaa mifupa bones ziko nje. Watoto wanaumia, wanaungua. Huyu mama watoto akapiga simu shule. Hakuwa yafikiria apige simu shule. Akaambiwa watoto hajarudi shule for semester, ati walienda shule ingine. Shule ingine gani?
Anakuta watoto semester mzima wako nje hawajaenda shule. Akauliza, na watoto wa sister yangu wa wengine wako shule? Wako shule. Ndio akarealize amekuwa akikoniwa pesa. Pesa anatuma inasomesha watoto wa sister zake. Pesa anatuma mama yake anatumia kuchapa miradi kwa farm. Pesa anatuma mama yake anavaa vizuri, wanajipanga poa, wanakula pesa yake polepole na watoto wanasafa. Ndio basi huyu dem akashindwa, ni kubaya. Shindwa sana nifanye nini? Nirudi Kenya? Hawezi rudi Kenya. Utarudi Kenya uanze kutafuta vibarua. Thank God. Na hii kumaintain friendship ni mzuri. Just because alikuwa amekosana na ex-husband wake wakaachana, haikumaanisha walikosana na mama ya huyo Hazi. Na hawakuachana tena na ile ubaya. Husband tu alipatikana amecheat, wakaamua call it quits. Hazi alijaribu kutafuta asamehewa, haikuwezekana. Do you know, ilibidi apige simu kwa bwanake akamwambia, watoto wangu wanateswa na my mom, na watoto ni wako pia. So mimi sisemi uwachukue juu ninajua maybe una bibi mwingine, lakini tafadhali ambia mama yako watoto wanapelekwa kwake, na nitakuwa nikituma pesa ya shule na nitakuwa nikituma pesa ya matumizi. Ex-husband kusikia hivyo si alifurahi. Kasema walete. Kumbe in the first place hivyo maybe ndio angedu. Walichukuliwa hapo na gari siku moja tu wote. Pap watoto wawili. Hiyo mama akaambiwa watoto wanaenda kuishi na sisi na wanaenda shule na sisi. Akaambiwa hii kutesa watoto uache. Huyu mama mtoto na yeye alikosana na dota, akamuuliza, sasa unaninyang'anya grandchildren wangu? Mtoto akamwambia, kwenda huko. Mnatesa watoto wangu, mnadhania sijaambiwa? Nimeambiwa kila kitu. Do you know, walienda kwa grandma saidi ya mzee. Watoto akachukuliwa. Msichana akatuma 40k. Akaambiwa, hii 40k ni mzuri umetuma, lakini usioituma ingine. Na huyo mama akamwambia, I know muliachana na kijana yangu, lakini you are still my daughter. Guy, mother-in-law. Big up. Kawe ni mother-in-law mzuri hivyo. Kama wewe ni mother-in-law mzuri hivyo, big up to you. Na akaambia dem, we jipange huko Mayolo. Na ukiweza ita watu wetu pia. Usikose kuita watu wetu. Do you know huyu dem nikalienda hapa ameadaptiwa na family ya ex-husband. Kuna watu wazuri. Huyu dem alienda hapa amepata pepa zake, eventually akaita watoto wake. Guess what? Aliita watoto wake na kaita mother-in-law. Wako mahali Texas as I speak. Somewhere in Texas. Munaweza guess? Siwezi waita majina, lakini wako mahali Texas. Guess what? Ex-husband wake alimuita pia. Hiyo time unaita watu kaa visitor, wanapewa visa wote. Wedding moja inalete watu kaa 20. Sika siku hizi ni next to impossible. Hawakuwa irudiana na Hazi, but watoto wauona baba yao, wanaishi vizuri na my-in-law. Hawakuwa irudiana ndio, but ako in good terms na in-laws wake vizuri sana. Walisave watoto wake. Huyu msichana alisamehea mama yake Kenya, lakini relationship yao haiko poa, iko tu hivi. Na masista zake pia ni kama haikuenda poa. Alijaribu kuomba msamaha, lakini mtu anakutesea watoto sababu uko Amerika, ama uko majuu, uko Dubai, ama uko UK. Noma. Watu wangu, ka uko majuu na umeacha watoto Kenya, hebu make sure wako poa, wako in good hands. Kwanza kani watoto wezi jitetea, ni wadogo, make sure wako in good hands. Kani mama yako, make sure ni mama mzuri.